Spirit, lead me where my trust is without borders. Deliverance Church Theta, Life Transformation Center, welcomes you to a life-changing program, Tazama Juu. Within my feet. Psalms 121 says, "Our help comes from above, and your life will never be the same again." Tazama Juu. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Together, let's connect with the heavens. Be blessed. Glorious God, Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. We lay our crowns and worship. We lay our crowns and worship. We can take a moment to submit to God that He may use us, that He may be magnified in our service this day. Father, we submit to you, oh God. We lay every title, we lay every crown, we submit every title that we have. We submit anything that we have, King of all glory, that you shall be exalted in this service, oh God. So we lay our crowns in worship. We lay our crowns and worship. We lay our crowns and worship you. Amen. Let's celebrate Jesus. Haleluya, haleluya. Mpe Bwana Yesu makofi ya sifa na shangwe. Haleluya. Jesus worship you. I love the way you handle my situation. I love the way you fight for me. I love the way you handle my situation. I love the way you fight for me. I love the way. I love the way you handle my situation. I love the way you fight for me. I love the way you handle my situation. I love the way you fight for me. Jesus, I love the way you handle my situation. I love the way you fight for me. I love the way you handle my situation. I love the way
wewe watosha. Imba Bwana. Bwana, tumekuja kwako kulinua jina lako, kwani wewe watosha. Kwani wewe watosha. Watosha. Wewe furaha yetu. Wewe watosha. Imba Bwana. Bwana, tumekuja kwako kulinua jina lako, kwani wewe watosha. Unatosha. Wewe furaha yetu. Wewe watosha. Tunainua mikono yetu tukisema, Bwana atuokoa kutoka mautini. Tunasema Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. 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 Let's just lift up our hands before the Lord. Let's just tell him he is able, he is sufficient for us. He is Jehovah El Shaddai. He changes not. It doesn't matter what we are going through. Our God is able. Yeye anatosha. Hakuna Mungu kama yeye. Yeye ni Yehova. Yeye ni Yahweh. Anaenda kutushindania katika jina la Yesu. Nataka kukuambia mpendwa, tuinue na tumwabudu huyu Mungu. Hakuna jambo lililo ngumu katika jina lake. Ako na uwezo mkubwa, tukaweze kumuinua na kuinua jina lake. Anaenda kututendea makuu. He is coming through for us, even at such a time like this one of this COVID-19. God is bringing his deliverance in the name of Jesus Christ. Shout and worship God. Cry out to God. He is coming to rescue us. He is coming to rescue you, even your family, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa nafasi hii. Jina langu ni Francis Ndongo Mwangi, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Tunafuraha kuwaletea ujumbe wa Bwana siku ya leo. Mungu uzima wabariki. We want to go straight to the word of God. Tuenda moja kwa moja kwa neno la Mungu. We want you to open into your Bible in the book of 2 Kings. Fungua nasi katika Biblia yako kitabu cha Wafalme wa Pili. Chapter 4 from verse 1. Mlango ni 4 kuanzia aya ya kwanza. The Bible says, now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, thy servant my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. And Elisha said unto her, what shall I do for thee? Tell me, what art thou in the house? And she said, thy handmaid had not anything in the house save a pot of oil. Then he said, go borrow thee vessels
abroad of all thy neighbors, even empty vessels, and borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside which is full. Verse 5. So she went into him and shut the door, and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that he said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is none a vessel more, the oil stayed. Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children all the less. May the Lord bless the reading of his word. Bwana bariki kusoma kwa andiko lake. I'm excited today Nina furaha siku ya leo to bring the word of God unto you, kuwaletea neno la Mungu, even from the scriptures that we have read today. hata kutoka kwa maandiko ambayo tumesoma I leo. want you to know that the word of God has not come void. Ningependa ujue kwamba neno la Mungu haliji tu, It will have to accomplish that which he has sent it for. lazima litatimiza alichokilituma kufanya. And I want to bring a message to you today Na ningependa kuwaletea ujumbe siku ya that is leo entitled, ambao una kichwa chake A Cry for Rescue. kilio cha kuitisha kuokolewa, A cry for rescue. kilio cha uokoaji. A cry for rescue Na kulia ili uokolewe is a desperate cry. ni kilio ambacho kinanungunika. Many a times those of us who are parents, Wakati mwingi watu ambao sisi ni wazazi we understand when your child is crying, tunafahamu mtoto wako anapolia, when they are crying for leisure, wanapolia kwa ajili ya furaha tu, and when they are crying to be rescued. na wakati ambapo wanalia ili There is waokolewe. a sound that comes from a child. Kuna sauti ambayo inatoka kwa huyo mtoto, And whenever we cry for rescue to God, na kila mara tunapolilia kuokolewa kwa there is Mungu, a positioning of our hearts kuna hali ambapo tunaweka mioyo yetu that we need to come and be rescued. ambayo inaonyesha tunafaa kuja na kuokolewa. For those of us who have ever drowned in water, Kwa wale wetu ambao tumeweza kuzama kwenye maji, I've experienced that one time. na mimi nimeweza kuhisi And wakati when you are mmoja. drowning in water, Na unapoendelea kuzama kwenye you maji, don't just have a simple cry. haulii kilio tu cha hivi hivi, You are crying because of your life. unalia kwa sababu ya maisha When you yako. start seeing stars coming and you are inside water, Unapoanza kuona nyota zikikushukia na uko ndani ya you maji, cry because you know unalia ukijua your life can be gone anytime. maisha yako yawezekana yanaweza potea kila wakati wowote. For those of us who have experienced accident, Kwa wale ambao wameweza kuhusika kwenye and ajali, the car is rolling and rolling every time, wakati gari linabiringika na and kubiringika you don't know where it will reach, na hujui mahali ambapo itafika it is isimame, a time that you call, hiyo ni wakati ambapo unaita a call for rescue. kwa mwito ambao ni wa kuokolewa. Whenever somebody Wakati mtu has gone through a serious sickness amepitia hali ya ugonjwa mzito and you don't know na hujui whether you are going to get well, kama utaweza kupona, it is a place that you cry for rescue. ni mahali ambapo unalia ili uokolewe. I want to declare to you today Ningependa kutangaza kwako that leo whenever we call on God, kwamba unapomtegemea He Mungu hears our cry. anasikia kilio chetu. One day He visited Moses Wakati mmoja akamtembelea and He Musa, told Moses, akamwambia Musa, I have heard, nimesikia, I have seen nimeona the cry of my children kilio cha wana wangu in Egypt, kule Misri, and I've come to deliver them. na nimekuja I kuwaokoa. want to declare to you, child of God, Nikutangazie mwana wa God Mungu, is coming Mungu anakuja to rescue ili you, kwamba akuokoe, to rescue mankind, kuokoa hali ya wanadamu even from this hata COVID-19. kutokana na janga hili la I want to COVID-19. declare to you, Nikutangazie, I want to declare to the whole world tangazie dunia nzima that we need to cry, ya kwamba twafaa kulia, because in this COVID-19 kwa sababu katika janga hili there la is only one kuna mmoja who tu can save us, ambaye anaweza and kutuokoa, that is God naye Almighty, ni Mungu mkuu, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. This is the same cry Na kilio hiki ndicho kile that kile Bartimaeus cried ambacho Batimayo alilia. when Bartimaeus Wakati Batimayo was tired of his blindness, alikuwa amechoshwa na kuwa kipofu, when he heard Jesus aliposikia Yesu walking on the road, akitembea barabarani, he was on the wayside. alikuwa ameketi kwa The kando ya Bible barabara.
Jesus cried. hatimaye wakalia. He said, Akasema, Jesus, son of David, Yesu mwana wa Daudi, have mercy on me. nihurumie, Have mercy on me. nihurumie. And when he cried, Na alipolia, it did not matter. The haikujalisha people who are telling him, watu waliokuwa wakimwambia don't continue calling on the Lord. ya kwamba usiendelee When you kumlilia. are crying Wakati ambapo a unalia cry of rescue, kilio cha it kuokolewa, doesn't matter those around you. haijalishi It is waliokuzunguka, about your life. ni kuhusu maisha It is yako, about your ni situation. kuhusu hali I yako. want to declare to you, Ningependa kutangaza child of mwana God, wa Mungu, it is time to ni cry wakati wa for kulia the situations kwa ajili that ya are in our lives ambazo today. ziko katika maisha yetu sasa In the hivi. name of Jesus Katika Christ, jina la Yesu when Kristo, you cry unapolia for rescue, ili it uokolewe, is when your energy ni wakati ambapo nguvu zako cannot save you. haziwezi kuokoa Your tena, money pesa zako cannot save you. haziwezi Your kuokoa tena, authority. nguvu cannot zako save you. yako haiwezi kuokoa And I tena. want to declare to somebody Nataka kumtangazia mtu that in this corona katika hali hii ya corona, virus sickness, yana ugonjwa huu wa where we virusi, find ourselves, mahali ambapo we tumejipata, need to cry twafaa kulia for ili rescue. kwamba We tuokolewe. need to cry, Twafaa kulia not in a dignified way, sio kwa njia ya kiheshima, but like a child lakini kama mtoto calling for the cry. ambaye analia. Just give the Lord a good hand, Pigia Bwana makofi because mazuri, God is hearing us. kwa sababu Mungu anatusikia Even as we call upon him, hata the tunapomwitia. Bible says, Biblia inasema now they are crying. nao pakawa na kilio One certain woman cha mwanamke mmoja who was a wife of a son of prophet. ambaye alikuwa ni mke wa mwana wa manabii. Those days, Siku zile the senior prophets, manabii wale waliokuwa wakuu they had other junior prophets walikuwa na manabii wachanga who they were training. ambao walikuwa wakiwasaidia There kama was a kuwafunza. school of prophetic. Palikuwa na shule ya unabii, And you know this, na unajua hivi discipleship, katika hali ya kufunza it is one of the major foundation stone ni kitu kimoja ambacho ni cha msingi for sana our faith. katika imani yetu. Church, Kanisa, even when we go back to worship God in our congregation, hata tutakaporejea wakati wa kumwabudu we Mungu need to katika take kongamano zetu, discipleship seriously. tunafaa kuchukulia hali ya kufunzana kwa makini sana. So this young man, Kwa hivyo kijana he huyu was in the school of Elisha. alikuwa katika shule ya Elia, He was like an associate pastor. na alikuwa ni kana kwamba ni He mchungaji was a msaidizi, protege, alikuwa ni being msaidizi, trained to become a major prophet. alikuwa anafunzwa ili kwamba aweze kuwa nabii. But you know this, Na unajua hivi, sometimes we plan things, wakati mwingine tupanga mambo, but sometimes God do something else. lakini wakati mwingine Mungu anafanya mambo tofauti. He died in training. Akafa katika hali ya kufunzwa. So bad things happen, Kwa hivyo mambo mabaya hufanyika both to good and bad people. kwa watu wema na watu wabaya, That is why na ndiposa even this pandemic, hata janga hili it has affected limekuja kudhuru both bad people watu wote wabaya and even the good people. pia na watu The wazuri. churches right now Kanisa sasa hivi in many parts of the world, katika sehemu nyingi za dunia it is closed. zimefungwa. It has happened Imefanyika both to good and bad things. kwa wote wazuri na So wabaya. this man died Kwa hivyo huyu nabii akafa before he could pursue his destiny, kabla hajafikia hatima yake, before he could pursue his calling. kabla hajafuatilia mwito wake. I want to declare to somebody today Nataka kumtangazia mtu leo that may God help you ya kwamba wacha Mungu to akusaidie reach your destiny, uweze kufika hatima that yako, your destiny ya kwamba hatima will yako not be cut short. haitapunguzwa. You shall be able to enter Utaweza kuingia into your fullness katika ukuu wako of uzima, your destiny. katika uzima wa hatima yako. Whatever cuts people, Chochote ambacho kinakatiza whatever watu, cuts some people chochote ambacho kinakatiza watu before they enter into their fullness, kabla hawajaingia kutimilizika I kwao, rebuke it in your life. na ikemea maishani I mwako. declare you shall fulfill Natangaza utafikiria the kutimiliza calling of God, mwito wa Mungu, the calling of God mwito wa Mungu upon your life juu ya maisha in yako the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. But this man, Lakini mtu huyu he died, akafa and the wife had a testimony. na mkewe alikuwa na ushuhuda. Let me tell somebody today, Nimwambia mtu siku ya leo it is important ya kwamba ni muhimu that your spouse ya kwamba mpenzi wako or mke your wako, mke children wako, ama wana or wako the people around ama you watu karibu na wewe know your testimony. wajue ushuhuda wako. Your testimony, Ushuhuda wako though it is personal, licha ya kuwa ni wa
We should see it publicly. twafaa kuona katika You uwazi. should walk Lazima utembee in a way katika njia kwamba that you portray Jesus, unaweza kuonyesha ama kudhihirisha that Yesu, so that you are saved. uonyeshe kwamba umeokoka. You cannot hide Hawezi ficha that my testimony is personal. ya kwamba ushuhuda wangu ni wa binafsi. We must be able to see Lazima tuone your effect of salvation. madhara ama jambo ambalo That is why Jesus said, Ndiposa Yesu you are akasema, the salt of the world. nyinyi ndinyi chumvi ya dunia. We must test you. Lazima tukuonje. Are you tasting sweetness? Je, unaonja vyema ama Are you tasting bitterness? unaonja uchungu? Jesus said, Yesu akasema, you are the light of the world. nyinyi ndinyi mwanga wa As dunia. a Christian, Wa Kristo, as a child of God, kama mwana wa Mungu, we must shine our light. lazima tuangaze Our katika light maisha must be seen. maisha yetu lazima So ionekane. this young man, Kwa huyu kijana there was a testimony. alikuwa na The ushuhuda. wife said, Mke wake akasema, you know my husband, unajua mume wangu he feared God. alimwogopa Mungu, He walked in the fear of God. alitembea kwa uoga wa Mungu. But this man, unfortunately, Lakini kwa njia mbaya he died huyu mtu akafa, and he never left wealth, na hakuweza kuacha mali, but he left debts. lakini aliacha deni. I want to know, to talk to somebody. Nataka kumnenea mtu, When you die, wakati ambapo unakufa, what shall you leave je, utaacha nini to nyuma? your children? Utawaachia wanao This nini? man Huyu mtu left a debt. aliacha deni, He never left anything else. hakuacha kingine I chochote. want to tell you somebody, Nikwambie hivi mtu, don't leave debt to your family. usiache deni kwa jamii It is yako. good to leave something. Ni vizuri kuacha kitu, It is good to do something. ni vizuri kufanya Because jambo. the Bible Maana says Biblia inasema a righteous man mtu mtakatifu leave an inheritance anaacha urithi to even his children kwa wale watoto wake and his children's na children. pia wa uzao wa I watoto wake. declare that is your portion. Natangaza hiyo ni sehemu You shall leave inheritance. utaacha kuacha You urithi, shall not leave debts utaacha deni to your family. kwa familia yako. This man left debt Na huyu mtu alikuwa na deni in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. But I just want also to say this. Na ningependa kusema hivi pia, But one of the least calling, kama mwito mmoja ambao ni una hatari, it is the calling to serve in the ministry. ni mwito wa kuweza kuhudumu katika huduma. And I want just to encourage Pastor Samuel Na niwatie moyo wachungaji mahali that may you keep on, la kwamba endeleeni, because we serve in a risky calling, kwa sababu tunafanya kazi katika mwito ambao ni hatari, particularly when you die hasa unapokufa or when you become disabled. ama unapofika mahali hauwezi tena. Sometimes you don't know what comes Wakati mwingine haujui into kitakachotokea your family. katika familia But yako, I want to declare today lakini kutangazie leo that God is going to prosper ya kwamba Mungu ataweza even his servants hata watumishi in wake the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. We are not told Hatujaambiwa what sickness killed this young prophet. ugonjwa uliomuua nabii huyu mchanga, But I want to say this. lakini sema hivi, A debt, deni it can depress even the strongest. unaweza kusababisha hata yule ambaye ana nguvu zaidi It kupata can nafasi. bring you down. Inaweza kuleta chini. A debt, Deni especially the one you are struggling to pay, haswa ambao unaung'ang'ana sana kulipa, it can destroy self-esteem. unaweza kuharibu hata nguvu zako za It binafsi, has destroyed even families. inaweza haribu hata familia. And I came to tell somebody, Na nimekuja kumwambia mtu, may God show you the way, wacha Mungu akuonyeshe njia even how to tackle your ya debts. kushughulikia deni May lako. God give somebody a breakthrough. Wacha Mungu apatie mtu penyo. May God come through for somebody Wacha Mungu akaingililie kati kwa ajili ya in the mtu name of Jesus kwa Christ. jina la Yesu Kristo. I like the way the woman cried. Nafurahishwa na jinsi mwanamke huyu alilia, He cried. akalia. We don't see the man who died Hatumuoni mtu aliyekufa having cried to Elisha akiwa amemlilia Eliya, or having shared the issues with Elisha. ama kama alikuwa ameshiriki hali zake na Eliya. And I want to say this to somebody. Lakini sema hivi kwa mtu, There are people kuna watu who live in the presence of the anointing. ambao wanaishi katika uwepo wa upako. There are people Kuna watu who walk ambao wanatembea even with great servants of God, wakitembea pia na watumishi wakuu wa but they Mungu, don't recognize it. lakini hawatambui. Maybe this young prophet Yawezekana nabii huyu mchanga kept his issues private. alichukulia mambo yake kibinafsi, He kept on struggling. akang'ang'ana mwenyewe. He may not have talked to Elisha, Yawezekana hakumnenea but Elisha listen kuyahusu. to me. Lakini The nisikie, woman cried to Elisha. mwanamke huyu akamlilia Elisha. There are people Kuna watu who
anointing ambao wanazoea sana upako never become familiar na to the anointing of the man of God. usiwahi kuzoea sana upako wa mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because you can imagine Kwa sababu unaweza tafakari the level of oil, kiwango cha upako, the level of the anointing kiwango cha upako that Elisha was working with. ambao Elisha alitembea nao. This is a man Huyu ni mtu that was able ambaye aliweza to make the soldiers of other nations bright. kuweza kufanya wanajeshi wa mataifa mengine kuweza He is the man ni yule mtu who walked with a host of angels. ambaye alitembea na wingu la malaika. He walked with a great army of angels. Alitembea na jeshi kubwa la He malaika. walked under such anointing. Akatembea chini ya upako wa kiwango. But he had somebody in his church Lakini na mtu katika kanisa was lake dying of deaths. ambaye alikuwa akifa kwa ajili ya I dini. want to tell somebody today, Nimwambia mtu siku ya leo, honor your prophet, heshimu nabii wako, honor your pastor. heshimu mchungaji He wako. has your word. Ako na utajiri Your wako. prophet Nabii wako will make you to be established anaweza kufanya uweze kuimarika in the things that you are doing. katika mambo Do unayoyafanya. not be familiar, Usizoee, because familiarity kwa sababu kuzoeana brings contempt. inapunguza heshima. Don't be able to reach there. Usifike pale, Don't reach there. usifike pale. When you honor your prophet, Unapomheshimu nabii there wako, are doors that are open kuna milango ambayo inafunguka that you cannot easily open to you. ambao huwezi mwingine hawezi You fungua, cannot open yourself. hauwezi kujifungulia binafsi. Elisha had the Elisha double portion alikuwa na sehemu mara of mbili the anointing of Elijah. ya upako wa Eliya. Hallelujah. Amen. He was such a dynamic prophet. Alikuwa ni nabii mkuu wa aina hiyo. The Bible says, Biblia inasema even when he died, hata alipoaga, when his bone touched a dead man, wakati mifupa yake ilimguza mfu, that man received life. yule mtu aliyekuwa amekufa This akapata is the uhai. kind of man you are talking about. Nena kuhusu mtu wa namna I hiyo. want to say this. Sema hivi, Even the nation of Kenya, hata taifa la Kenya the nations of the world, na mataifa ya ulimwengu, there is a level kuna kiwango of familiarity. cha kuzoeana They have become familiar ambapo unazoea with the word of God, neno la Mungu, with the prophets of God. nabii wa Mungu. But I want to challenge somebody. Lakini tia mtu But changamoto, let us not be familiar. wacha tusizoeane, Let us be able to connect wacha tuweze with the kushikamanisha giftings na vipaji that God has given us. ambavyo Mungu I ametupa. pray Naomba that even in our nation, ya kwamba hata katika taifa the letu, church in Kenya kanisa hapa and nchini in the Kenya whole world, na katika dunia let nzima, us know wacha tujue that God ya kwamba Mungu has raised prophets. amewainua manabii, He has raised ameinua men and women wanaume na who wanawake are able ambao to wanaweza talk on your behalf, kunena kwa niaba yake, even concerning the things hata kuhusu that mambo we are going through. ambayo tunapitia. Give the Lord a good hand. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The woman Huyu mwanamke had just buried the husband, alikuwa amemzika tu mmewe, and now the creditors wanted to come for the sons. na waliomuia wanataka kuwachukua wanawe. There is sometimes darkness become darker, Kuna wakati ambapo giza huwa na giza zaidi, one trouble to another. shida moja inaongezea nyingine, And I could be speaking to a family today. na inawezekana na mnenea They familia have siku ya been leo going through sequence of issues. ambao wamekuwa wakitembelea katika hali They jump zinazofuatana, from one death to the another, wanatoka kutoka kwa deni moja hadi one lingine, sickness to another. kutoka ugonjwa mmoja hadi But I mwingine. want to declare to you Lakini kutangazie that God ya kwamba Mungu is able to stop ana uwezo wa kusimamisha the evil sequences. hali hiyo inafuataniana ya There uovu. are people Kuna watu who bury their people certain times ambao of the year. wanazika watu wao wakati fulani wa But mwaka, today, lakini siku ya as a leo prophet of God, kama nabii wa Mungu I want to speak to somebody ningependa kumnenea mtu with faith in God. nikiwa na imani kwa I Mungu, stop that sequence, nasimamisha mwendelezo every evil huo, sequence kila mwendelezo of muovu being sacked from wa jobs, kufutwa kazini, every sequence kila mwendelezo of addictions. ambao ni wa kuweza I kuingilia break them mambo, now. navunja Every sasa sequence kila mwendelezo of divorce, wa kuweza I break it now. Every sasa sequence kila mwendelezo of bankruptcy, ambao ni wa I kuishiwa na break it fedha, now. The creditors were coming na waliomuia to wakaja take the son. ili kwamba wachukue Can wanawe. you imagine? Waweza tafakari hii In the name of Jesus, katika jina la Yesu. after something happened, Baada ya jambo you moja find another thing coming. unapata lingine linatokea. It is like in our nation, Ni kama katika
katika taifa ya Kenya from the beginning of this year, kuanzia mwaka wa mwanzo wa mwaka huu we have encountered locusts. tumeweza kuwa na viwavi After ama locusts, nzige, na baada ya corona nzige has come. corona ikaja, Again, I hear Nairobi fly. na bado nasikia bado kuna hawa wadudu wa Nairobi fly. Again, there is flooding Na pia kuna mafuriko in various parts of our nation. katika sehemu tofauti za nchi, And that is why, as a nation, na ndiposa kama taifa let us go back to God. wacha tumrejelee Mungu, Let us go back to God. turejee kwa Mungu. Science have its place. The things that we do Mambo ambayo tunafanya in the things of health, katika mambo ya afya they have their place. ina sehemu yake, But there is nothing lakini hakuna that can chochote substitute ambacho tunaweza the kusimama nafasi altar of God. ya Mungu. There is nothing Hakuna that can substitute ambacho tunaweza kusimama the nafasi worship of ya Jesus kumwabudu Yesu in our nation. katika taifa letu. We need to go back to God. Twafaa kurejea kwa We need Mungu, to go back to God. twafaa kurejea kwa Mungu. Joel saw this. Na yeye akaona haya, He saw this. akaona And he haya, said, na akasema what the locust swarm came, ya kwamba wakati ambapo nzige watakuja and whatever remained, na ambacho kitabakia, great locusts came and ate. nzige wakupya wakaja wakala, Whatever the great locusts left, na kilichobakia young locusts came, nzige wachanga and wakaja, even other locusts came. na pia nzige wengine wakaja. But I want to declare today, Lakini nataka kutangaza even leo, for our nation hata Kenya, kwa taifa letu la it's Kenya, the season of restoration. haya ni majira ya urejesho. God is coming to restore us Mungu anakuja kuturejesha in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu But I Kristo. want to declare to this, Lakini tangaze hivi, no nation hakuna taifa can enter ambalo laweza kuingia into its fulfillment mahali pake pa kukamilika without a prophet. bila ya nabii, Without a prophet. bila ya nabii. God is raising Mungu anawainua prophets, manabii, genuine prophets, manabii wa haki, powerful prophets, manabii walio na nguvu, anointed prophets, manabii walio na upako, after the order of Elijah watakaofuatilia kulingana na taratibu ya Eliya in our nation. katika taifa hili la In the Kenya, name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let me say this. Niseme hivi, Many of us wengi wetu like our problems mashida, tunapata to shida remain private. ama tungependa shida zibakie We kuwa don't binafsi. like our problems Hatupendi mashida becoming public. zijulikane. But let me say this. Lakini niseme hivi, When you die, unapoaga you cannot refuse hauwezi kataza those things becoming public. mambo yale kujulikana. This prophet, Manabii huyu, the young prophet, nabii mchanga, it was a private debt. alikuwa na deni ambalo lilikuwa ni la binafsi, But when he died, lakini mara it alipoaga had to be known. liliweza I kujulikana. want to challenge somebody. Niweza kumtia mtu It is changamoto. good to be open to your family. Ni vyema sana kuweza kuwa wazi kwa There are familia many yako. things Kuna mambo that mengine we have seen when somebody dies. ambayo tumeona wa mtu anapoaga, Other women coming wanawake wengine and wanatokelezea saying that was my na husband. wanasema huyo alikuwa ni mume wangu. Many children coming Watoto wengi wanatokea which were not known in the family. ambao hawakutambulikana kwenye I familia. want to declare, Nataka kutangaza, let us be transparent. wacha tuweze kuwa wazi, Let us live right. wacha tuishi sawa, Because whatever kwa sababu chochote we live in ambacho tutaweza kutaishi ndani shall be yake able to come kitaweza kuja and haunt us. na kiweza kutudhuru. Let us not give people surprises Wacha tusiweze kuwashangaza watu when we are being buried, wakati ambapo tunazikwa, when we are dead. wakati ambapo tumeaga. Let us not bring those surprises. Wacha tusilete mishangao. The Bible says, Biblia inasema when she cried, alipomlilia Elisha asked her, Elisha akamuuliza, what do you have? je, una nini? It is the same thing that God asked Moses. Jambo lile lile ambalo Mungu alimuuliza What Musa, do you have? je, una nini mkononi? Elisha asked her, Na Elisha akamuuliza, and she said, naye mwanamke I only akasema, have a small bottle of oil. nina chupa tu ndogo ya mafuta. I want to declare to somebody, Ningependa kutangazia there is something about you. kuna kitu kwa ajili There yako, is something about you. kuna kitu kwa ajili yako. They may have called you useless. Inawezekana wamekuita haufai They may have chochote, called you na wamekuita good for nothing. wewe haufaidi But chochote, listen to me. lakini sikize, There is something that you have. kuna kitu ambacho unacho, There is power that you carry. kuna nguvu ambazo unabeba. This woman Na huyu mwanamke looked a poor woman, alikaa ni kana kwamba ni but mwanamke she had a maskini, bottle. lakini alikuwa na And chupa. I want you to ask your neighbor, Ningependa umuulize jirani, the one you are
you are seeing this message with. ambao mnaona ujumbe huu Ask pamoja, somebody, muulize, what do you have? je, una nini? What are you carrying? Je, unabeba nini? Because there is something Kwa sababu pana kitu that you are carrying. ambacho unabeba. When we align ourselves Wakati ambapo tumekaa with God, tumejiweka sambamba na whatever Mungu, small we have, chochote ambacho tunacho licha kwa ni it kidogo, begins to multiply. itaanza kuongezeka, It begins to increase. kinaanza kuwa kikubwa, It begins to become a solution. kinaanza kuwa suluhu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want to declare you are not empty. Nataka kutangazia kwamba hauko tu, You have something. una kitu. Child of God, Mwana wa Mungu, there is an anointing. kuna upako, You have Jesus in you. kuna Yesu ndani The yako, one who is in you ambaye yuko ndani is yako, bigger, ni mkuu, is greater ni mkubwa than the one who is in the world. kuliko aliyemo duniani. Fear is not your portion. Uoga sio sehemu You yako, shall walk in the strength of the Lord. utatembea kwa nguvu za There Mungu. is something Kuna kitu that you have. ambacho unacho, There is something kuna kitu that you have. ambacho unacho. The Bible says, Ninasema Elisha again, Elisha pia ask her, akamuuliza, go now enenda sasa and borrow na uweze kuomba, vessels from your neighbors. uweze kuomba chupa zingine kutoka kwa majirani, Borrow not a few. na usiombe vichache. Hallelujah. Amen. I want to say this. Nataka kusema hivi, Life is what you see. maisha ni kile ambacho unaona, Life is what you perceive. maisha ni kile ambacho unaweza When kutazama. you see you are being defeated, Ukijitazama unashindwa, that will be your portion. itakuwa ni sehemu When yako. you see you are victorious, Ukijiona mshindi you are productive, na kwamba unazama that zaidi, is what will happen. hicho kitafanyika. Elisha told her, Elisha go akamwambia, and borrow, enenda uombe, not a few. na sio vichache. Borrow Omba according to your capacity. kulingana na uwezo wako, It is not about what you buy. na sio kuhusu kile ambacho She utanunua. was just to borrow. Alikuwa tu ende aombe, And that is how faith works. na ndiposa imani inafanya kazi. You njia hii. don't buy faith. Haununui imani You don't work for faith. na ufanyi kazi kwa ajili ya But imani. listen to me. Lakini sikize, The much you have faith, kiwango ambacho unacho cha imani, the much you believe, kiwango ambacho unaamini, that is the measure na hicho ndicho kipimo that you receive. ambacho unapokea. Hallelujah. Amen. She went and borrowed. Akaenda na akaomba. Hallelujah. Amen. The widow went. Na yule mwanamke He had an tena open akaenda. check. He had an open check. Na alikuwa na cheki iliyo wazi. In faith in God Imani katika Mungu gives us an open check. inatupatia cheki iliyo wazi. Your life Maisha yako can go as far. yanaweza enda umbali. God can give you anything. Mungu anaweza kupatia chochote. God is able to bless you. Mungu ana uwezo wa But kubariki. it's as much Lakini ni kulingana as you have faith in God. na imani ulionao ndani ya Mungu. Many people have scarcity mentality. Watu wengi wana mawazo ambayo ni ya uchache. Even when you tell them to have faith, Hata unapoambia wawe na imani, when you tell them, unapoambia believe in God, amini kwa Mungu, they don't believe. hawaamini. Yes, they say they believe, Ni kweli watasema kwamba but wameamini, inside them, lakini ndani yao they are full of unbelief. wamejazwa na Even kutoamini. right now, Hata sasa if hivi you are listening to me, kama unanisikiza, it doesn't matter the sickness. haijalishi ugonjwa You may be going through ambao unaweza kuwa unapitia. COVID-19 sickness. Yawezekana unapitia COVID-19, But when you have faith in God, lakini utakapokuwa na imani God kwa is going to Mungu, heal you. Mungu atakuponya. It doesn't matter the cancer. Haijalishi It kisaratani, doesn't matter the diabetes. haijalishi kisukari. When you have faith Unapokuwa na and imani you know na unajua that God is going to deliver ya you, kwamba Mungu atakukomboa, when you cry to Him by faith, na umulilie kwa imani, He is going to hear you. He atakusikia, is going to heal you. atakuponya He is going to heal you. na atakuponya. Remove scarcity mentality. Toa mawazo ya uchache, Have the abundance mentality. wacha na mawazo ya wingi. Allow God Ruhusu to Mungu provide unto you. akupatie. Even right now, Hata sasa hivi when many people wakati watu don't wengi know what to do, hawajui cha there kufanya, is something about you. kuna kitu juu yako, There is something kuna about kitu you. ni kwa ajili yako. Don't give up. Usikate tamaa, Don't cast away your faith. usitupe imani yako. There is God in heaven Kuna Mungu mbinguni who is going to provide to you, ambaye ataweza who kukupatia, is going to make your job secure, ambaye atakufanya kazi yako iweze who is kuwa going to make your business secure, ambaye atafanya biashara yako your iweze family kuwa. saved. In Jesus' name. Utakuwa salama katika Give jina the la Lord a Yesu. good hand. Patia Bwana makofi mazuri katika jina la Elisha Yesu. told him, Elisha akamwambia, go and shut the door. enda
jifungie. After you borrow the vessels, Baada ya kuomba vyombo, go and shut the door kisha enda na uweze kufunga. with yourself and the sons. Ujifungie wewe na wanao. Let me say this. Niseme hivi, Many breakthrough upenyo mwingi they are found zimepata watu when you are in your closet, wakati ambapo umejifungia. when you are in your private prayer. Wakati ambapo katika sehemu yako ya There is a binafsi. place Kuna mahali for public prayers. ambapo ni pa maombi ya But biashara. let me say this. Na niseme hivi, There is a certain breakthrough kuna upenyo fulani that comes ambao unakuja in your private closet. katika mahali pako pa He kujifungia told him, binafsi. go and close yourself. Na akasema nenda na ujifungie. I want to say Na this. kusema hivi, Even right now, hata sasa hivi when we are staying home, tunapokaa nyumbani, you can close yourself unaweza kujifungia on your family. na familia yako And there pia. are things that you are going to determine Na kuna mambo ambayo utaweza to kuamua. see God doing in your life. Uone Mungu akiyafanya maishani. They are going to be seen publicly. Yataonekana uwazi. Even after we come back from lockdown. Hata baada ya kutoka kule Take kujifungia. advantage. Chukua nafasi hiyo. This window was told, go and hide yourself. Huyu mjane akaambiwa nenda na ujifungie. Go and hide yourself in your Nenda house. ujifungie na wanao. Hallelujah. Amen. There is power Pana nguvu when we go to the closet. tunapoenda kujifungia. There is power Pana nguvu when we call on God tunapomwitia in Mungu our closet. katika hali zetu za I want to kujifungia. encourage somebody. Nakutia mtu moyo. You could be alone in your house, Inawezekana uko peke yako nyumbani, but you can call on God lakini unaweza kumwitia right Mungu where you are. mahali popote He will pale. hear you. He Atakusikia will answer you. na atakujibu. Give the Lord a good hand. The Bible says Biblia inasema when she closed herself alipojifungia together with her sons, pamoja na wanawe, she started to pour akaanza kumimina into those ndani vessels ya vyombo vile which she had borrowed. ambavyo alikuwa ameazima. She poured Akaanza kumimina from the little bottle. kutoka kwa ile chupa ndogo. I want to say to somebody, Niseme hivi kwa mtu, never despise usiwahi dharau the days of small beginnings. mwanzo mdogo. Never despise Usiwahi dharau your smallness. ule mwanzo wako She was mdogo. doing it by faith. Alikuwa akifanya kwa imani. You can imagine the first time Unaweza kujaribu, unaweza kutafakari she mara ya tried kwanza. to pour. Alipojaribu And kumwaga, that is why na ndiposa the things of God, mambo ya Mungu they look foolish yanakaa ni kama upuzi to the world. kwa dunia. That is why Ndiposa people don't understand the church. watu hawaelewi kanisa, They don't understand hawaelewi how we have faith in God jinsi tunavyokuwa na imani kwa Mungu despite all these things. licha ya mambo yote haya. But listen to me. Lakini sikize, We walk by faith, akatembea kwa imani not by na sight. sio kwa kuona. She started to pour. Akaanza kumimina, She started to pour. akaanza kumimina. I want to declare to somebody, Takutangazia mtu, may you pour yourself wacha jimimine with mwenyewe prayers. katika maombi, Pour yourself jimimine with worship. katika kuabudu. Increase now Anza kuongeza your sasa calling, your kujimimina intercession. katika hali yako ya uombezi. Increase Ongeza as you pour unapoendelea what kumimina you have. ambacho unacho. There is something Kuna kitu that you have. ambacho unacho, This woman na mwanamke huyu poured akamimina what she had. ambacho alikuwa And as nacho, she was pouring, na alipokuwa there akimimina was increase. palikuwa na There kuongezeka, was filling palikuwa na of kujazwa the other kwa vessels. vyombo vile vingine. I want to tell somebody, Na kumwambia mtu don't despise yourself. usijidharau. If people have despised you, Kama watu wamekudunisha, if your friends, kama marafiki if zako your relatives ama watu wenu have despised you, wamekudunisha, do not despise yourself. usijidunishe mwenyewe. There is something about you. Kuna kitu ni kwa ajili yako. She poured. Akamimina. God is able Mungu ana uwezo to cause nothingness wa kuwezesha kilichokuwa kama hakiko to cause great miracles. kiweze kufanya muujiza mkuu. The Bible says, Biblia inasema whatever God filled, ambacho Mungu alijaza, ambacho She set kilijazwa, aside. aliweza kukitenga, she set aside. akakiweka kando. Whatever was getting filled. Chombo ambacho kilikuwa kikijazwa. What I want to tell somebody, Na kumwambia mtu hivi, may you count your blessing. wacha uhesabu baraka zako. There is a vessel Kuna chombo that God has filled for you. ambacho Mungu amejaza kwa ajili yako. Many a times Wakati mwingi we don't separate hatuwezi kutenga our blessings baraka zetu with our needs. pamoja na We mahitaji yetu. always go to God Ni vizuri kwenda kwa Mungu. with many needs. Unaenda kwa Mungu na We mahitaji go with mengi. many prayer, Unaenda kwa Mungu na maombi many mengi, petitions. maombi ya uombezi mengi. But Elisha told the woman, Lakini Elia akamalisha kama whatever is mwanamke, filled, chochote kitakachokuwa kimejazwa separate it. kitenge. Even this time, Hata wakati huu there is what
has done for you. kuna kile Mungu amekufanyia. Despite COVID-19, Licha ya COVID-19 you have not slept hungry. haujalala njaa, You have a roof on your head. unapaa juu ya kichwa chako, You are protected of God. umelindwa na Mungu. There are things Kuna mambo that we can tell God thank you. ambayo tunaweza kumwambia Mungu ni asante. That is the separation. Hiyo ndio ile ya The kutenga. one which was getting filled Chochote ambacho kilijazwa was being separated. kiliweza kutengwa. There is something about you Kuna kitu kwa ajili yako which is already full. ambacho tayari kimejaa. Give the Lord a good hand. Mpigie Bwana makofi mazuri. Bless the Lord for that. Bariki Bwana kwa ajili ya But hilo. there is another Lakini bado pana empty kingine thing ambacho that is awaiting ambacho kinasubiri God to fill it. Mungu akijaze. But I want to declare to somebody, Ningependa kumtangazia mtu, even where you are empty, hata mahali ambapo uko God is filling it. Mungu anamimina. God is filling it. Mungu anamimina. God is filling it Mungu anaijaza in your family. katika familia yako. Where there is Mahali emptiness, ambapo pako tupu, God is filling Mungu it anapajaza. in your ministry. Katika huduma yako, Where there is mahali emptiness, palipo utupu, God is filling it. Mungu anajaza. God Mungu is answering anajibu every prayer, kila ombi, every empty space, kila mahali palipo tupu. anything empty in your life. Chombo chochote ambacho kiko tupu It is maishani being mwako filled. kitajazwa. This is what Elisha told him. Separate your blessings Elisha akamwambia yule mjane, uweze kutenganisha, and your petitions. uweze kutenganisha baraka zako na maombi yako. My brother, my sister, Ndugu yangu, dada yangu, God has done something in your life. Mungu amekufanyia jambo maishani. It is good to thank God. Ni vyema sana kumshukuru Take Mungu. time to thank God. Chukua muda wa kumshukuru Mungu, Then petition him kisha baadaye uweze on kumuuliza the things that you need him to do. mambo ambayo unahitaji akutendee. That is the nature of separation. Na hiyo ndio hali ya kutenganisha. And the Bible says, Na Biblia inasema after all the vessels baada ya vyombo vyote that she had borrowed, ambavyo alikuwa ameazima, when they were filled, baada ya kujaza, the oil stayed. mafuta yakakoma. Your growth Kukua kwako is as much as your capacity. kunalingana sana na uwezo wako. You can never go beyond. Hauwezi pita. And I normally tell people, Na mimi huambia watu mara nyingi, there are blessings kuna baraka that God cannot give you ambazo Mungu hawezi kukupatia until you create capacity. hadi utakapotengeneza uwezo. There are people, Kuna watu just a miracle of a car, wakipata tu muujiza wa gari they'll backslide. watarudi nyuma, They'll start going drinking. wataanza kwenda kulewa, They shall start going wataanza kwenda to other women and leaving their kwa wives. wanawake wengine wakiacha bibi zao. Listen to me. Nisikize, You must create capacity. lazima utengeneze uwezo. The capacity of this woman, Uwezo wa mwanamke huyu it is as far as ulikuwa God bless mbali you. It is until the last vessel hadi chombo cha mwisho, was filled. hadi kilipojaa chombo The cha mwisho. capacity. Uwezo huo, Hallelujah. amen. I want to declare to us, Ningependa kutangaza kwetu, we need to increase our capacity. twafaa kuongeza uwezo wetu. We need, my sister, my brother. Twafaa kuongeza, dada yangu, ndugu yangu. There are people Kuna watu who God waits ambao Mungu anangojea until they have capacity. hadi watakapokuwa na nafasi ya kutosha, Even spiritual capacity. hata uwezo wa kiroho. There are people who have been in the church Kuna watu wamekuwa kanisani many years, miaka mingi, miaka mingi, but they don't grow. lakini bado hawakui. They have closed themselves. Wamejifungia wenyewe, They think they know, wanadhania kwamba wanajua, but they don't know. lakini hawajui. When they just talked a little bit with tongues, Waliponena kwa ndimi kidogo, they just left there. wakaachia pale, They said, we have reached. wakasema tumefika. But let me say this. Lakini sema hivi, The kingdom of God ufalme wa Mungu is great. ni mkuu sana, It has great width. una ubali mrefu, It has great height. una urefu wa juu sana, It has great depth. una kina kilicho chini We sana. can continue searching God. Tunaweza endelea kumtafuta We Mungu cannot know God fully. na hatuwezi kumfahamu kamili. Therefore, even our spiritual capacity. Kwa hivyo hata uwezo wetu wa kiroho, There are people today, kuna watu siku ya leo they even cannot go to a kesha hata hawawezi kuenda kwenye because kesha, they think they are lived. kwa sababu wanafikiria kwamba wanadhania They cannot go for prayer. hawawezi kwenda hata maombi, They cannot go to a fellowship. hawawezi hata kwenda ushirika, They think they know. wanadhania kwamba wanajua, But you are destroying your capacity lakini wewe unaharibu uwezo wako when you are not growing. wakati ambapo When
you are not feeding more. wakati ambapo haukuli zaidi. This lady, Mwanamke huyu she was blessed alikuwa amebarikiwa, up to the vessels that she brought. ama alibarikiwa hadi kiwango cha vyombo alivyokuwa May you amebeba. increase your capacity. Wacha uongeze uwezo wako. Increase your capacity in prayers. Ongeza uwezo wako kwa maombi. Increase your capacity in studying the word of God. Ongeza uwezo wako wa kusoma neno la Mungu. Increase your capacity in loving people. Ongeza uwezo wako wa kupenda watu. Doing works of kindness. Kufanya kazi ambapo huduma ambazo ni za Increase your upendo. capacity Ongeza uwezo in wako obedience. katika kutii. Because many a times Sababu wakati mwingi we rebel tunaweza because kupinga we have refused to grow kwa sababu tumekataa in kukua obedience. katika kutii. We think we are obeyed enough. Unadhania kama umetii ya kutosha. Therefore we rebel. Kwa hivyo tunaweza kuwa But listen to me. Lakini sikize. There is more in God. Kuna mazaidi katika There is more in service to God. Kuna zaidi katika huduma kwa Mungu. Hallelujah. Amen. Elisha told him, Elisha kamwambia, go and sell enda ukauze and pay thy debts na ulipe deni lako and live with your children with the rest. na uishie ambayo tabakia wewe na wanao. God is changing somebody's Mungu life. anambadilisha mtu mahali. A woman Mwanamke who was a laughing stock. ambaye alikuwa ameanza kuchekelewa. He was a woman Alikuwa ni mwanamke who was despised in the village. ambaye alikuwa amedunishwa kwenye kijiji. When people looked at her, Watu they walipomtazama could see walikuwa the wakiona woman full of troubles. mwanamke aliyejazwa na shida, But the woman, lakini mwanamke God turned around her life. hali yake ikageuzwa na Mungu. God is just about to turn around. Mungu yuko tayari kugeuza. She became a great oil merchandiser, Akaweza kuwa ni muuzaji ama mwanabiashara a mkubwa. great business person. Akaweza kuwa mwanabiashara mkubwa. God Mungu is interested with you. anapendezwa nawe. And he is not only interested Na hana tu shauku na with wewe. short-time help. Ana shauku pia na kusaidia kwa When muda you mfupi. cried for rescue, Wakati ambapo ulilia kwa ajili ya kuokolewa, God is interested Mungu anafurahishwa with short-time help na msaada wa karibu wa and haraka long time. na pia msaada wa The baadaye. short-time help Msaada wa haraka for this woman, kwa mwanamke huyu it was to pay debts. ilikuwa kulipa deni, The long time na ile ambayo ni ya muda mrefu, help msaada wa muda mrefu was for the rest of their lives. ilikuwa ni katika maisha yao pia na wanawe, They will not go in misery. ya kwamba hawataweza kukosa, They will not go in want. hawatahitaji. Listen to me. Nisikize, There is life for you. kuna maisha kwa ajili yako, There is life after COVID-19. kuna maisha baada ya God COVID-19, is not only interested na Mungu hajajalishi tu in saving you na kuokoa pekee from this pandemic. kutokana na janga He hili. is also interested Mungu bado anashughulika with your life na maisha yako after corona. hata baada ya He is corona. interested Mungu anashughulika with your longevity. na hali yako ya baadaye. May you continue to trust him. Endelea May kumwaminia, you continue to trust him. endelea kumwaminia. Cry for rescue. Lia kwa ajili ya ukombozi, Cry for rescue. lia ili kwamba uokolewe. In Jesus' name. Amen, Hallelujah, hallelujah. amen. We want to pray some few prayers for you. Ningependa kuomba maombi kadhaa That may God hear you. kwamba Mungu akusikie, May God hear your cry. Mungu asikie kilio chako. It doesn't matter where your cry is directed. Haijalishi kilio chako kimeelekezwa wapi. In these times of COVID-19, Katika nyakati hizi za there are COVID-19, many people who have lost their jobs. watu wengi wamepoteza kazi May zao. God hear your cry Wacha Mungu asikie kilio and chako cause favor upon you. na asababishe kibali juu Even yako, before your employer. hata katika macho ya There are mwajiri many wako. people Kuna watu wengi whose businesses ambao biashara zao are not stable right now. haziko imara tena As wakati you huu, cry unto God, na umelilia Mungu. may God cause a restoration Wacha Mungu asababishe upon those kurejeshwa businesses. juu ya biashara hizo. I want to pray for you right now Ningependa kuombea sasa hivi and break every evil sequence na kuharibu na kuvunjavunja kila mwendelezo muovu about calamities in your life. kuhusu majanga juu ya maisha yako, Every sequence kila mwendelezo of death in your family, wa kifo katika familia I yako, break them now. na uvunje sasa hivi Every sequence kila mwendelezo of accidents, wa ajali, I break them now. na uvunje sasa Every sequence kila mwendelezo of cancer sickness wa ugonjwa wa saratani in your life, katika maisha in yako, your family, katika familia I yako, break it na now. uvunje sasa I set you free na kuweka huru from every evil sequence. kutokana na kila May mwendelezo God come muovu. through for you. Wacha Mungu aingilie I kati want to kwa ajili declare yako. now. Ningependa kutangaza May sasa, God increase your capacity. wacha Mungu aongeze uwezo wako, May God increase your faith. wacha Mungu aongeze
imani It yako. doesn't matter what you are believing God for. Haijalishi naaminia Mungu nini. May God Wacha Mungu increase your faith aongeze imani yako in the name of Jesus. katika jina la Yesu. I want to declare also, Napenda kutangaza tena. may God rescue you Wacha Mungu akuokoe from debts, kutokana na deni, from depression. kutokana na hali ya kupata May God depression. rescue you Wacha Mungu akuokoe from divorce. kutokana na talaka. May God Wacha Mungu rescue you akukomboe from any evil. kutokana na kila uovu. May God rescue you Wacha Mungu akuokoe from that addiction, kutokana na hali ya kuweza that kuingilia mambo, sickness. kutokana na ugonjwa. May God rescue you Wacha Mungu akukomboe from that court case. kutokana na kesi hiyo May kotini. God rescue somebody. Wacha Mungu aweze kumweka There mtu could huru. be somebody Inawezekana kuna who mtu is listening to me ambaye ananisikiza in the prison, katika gereza, but I want to declare, lakini nataka kutangaza, may God wacha Mungu in his own way kwa uwezo wake mwenyewe rescue you akuokoe even from poverty. hata kutokana na umaskini. God Mungu is a rescuer. anaweza Is a kuokoa. rescuer. Mungu ni May mwokoaji. God rescue somebody. Wacha Mungu aweze kuokoa mtu. May God rescue somebody. Wacha Mungu aokoe In mtu the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu I Kristo. want to pray for somebody Ningependa kumwombea that mtu you have been praying ambao umekuwa ukiomba for a marriage partner. kwa ajili ya May msiku God katika hear ndoa. you. Wacha Mungu May akusikie. God hear you. Wacha Mungu May akusikie. God send Wacha Mungu atume the right person mtu aliye sawa in the name of katika Jesus jina la Christ. Yesu. We also want to pray Tungependa kwa kuomba that the COVID-19 ya kwamba COVID-19 curve in Kenya, ugonjwa huu katika nchi ya Kenya, that graph ile grafu ile we commanded now tunaiamurisha to sasa completely flatten. iweze kuwa flat sasa. We flatten it. Tunaiflatanisha sasa. We flatten it Tunaiflatanisha sasa by the power kwa nguvu in Jesus' name. katika jina la Yesu. COVID-19 COVID-19 that has stopped ambayo imesimama people even going to church. ama imesimamisha We watu watakuja command you kanisani. now, Tunakuamuru be sasa flattened wataweze kuwa flat even in our nation. katika taifa letu la In Kenya the name of Jesus. katika jina la I Yesu. want to pray for peace Nataka kuomba kwa ajili ya amani upon every home. juu ya kila boma. I pray for unity Ninaomba juu ya umoja upon every home, juu ya kila boma, upon every juu family. ya kila familia. I declare peace Natangaza amani in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. And just before we end, Lakini kabla I want tujatamatisha, to pray for somebody. ningependa kumwombea mtu. You don't know Christ right now, Haumjui Kristo sasa hivi, but Jesus wants you. lakini Yesu anakuhitaji. Jesus wants to save you. Yesu anataka kuokoa. Jesus is calling upon you. Yesu anakuita. I want to pray for you right now. Ningependa kukuombea sasa Say, hivi. Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I come to you. naja kwako. I renounce and denounce Nakataa sasa every satanic things. kila mambo ambayo ni ya shetani. From today, Kuanzia leo I accept you nimekukubali as Lord and Savior. kama Bwana na Mwokozi. From today, Kuanzia leo I'll serve you. nitakutumikia In Jesus' name. katika jina la I Yesu. want to pray for somebody right now. Ningependa kumwombea mtu sasa. I want to declare now, Nataka kutangaza shalom amani upon your life. juu ya maisha yako. Shalom Amani upon your business. juu ya biashara yako. Shalom Amani upon your job. juu ya kazi yako. Shalom Amani upon your body. juu ya mwili In the wako. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu I Kristo. break every sickness. Navunja kila I ugonjwa. destroy Naharibu every hindering power kila kitu ambacho that has kinazuilia, been hindering your progress. ambacho kimezuilia I kuendelea kwako. destroy now Naharibu sasa in Jesus' katika name. jina la Yesu. Now to the brethren in the River Church Theta, Na sasa kwa washirika wote wa kanisa la I Deliverance want to hapa declare Theta, to you, I am longing to see you. natamani sana kuwaona. I'm longing to see you in the service. Natamani kuwaona sana kwenye But ibada. my prayer is unto you. Na ombi langu ni kwenu. I keep on mentioning you before the Lord. Kila mara nawataja mbele za Bwana. That God may keep you safe. Kwamba Bwana atawaweka salama. That God may protect you. Kwamba Bwana atawalinda. I want to pray for peace in your homes once again. Kuombea amani katika boma zenu pia. And I know, Na najua as I've always said, kama jinsi nimesema mara the kwa mara night is just about to end. ya kwamba usiku wakaribia kuisha, And we are going to meet na tutakutana and jump and worship God na turuke na tumwabudu in Bwana His sanctuary. katika hekalu Together lake with all the other churches pamoja na makanisa yote in our nation, in the world. na katika taifa letu na katika ulimwengu. And I declare, Na natangaza none of you hakuna hata mmoja wenu shall be missing. ambaye atakuwa hapa You hayupo. shall not miss. Hautakosa. Your children shall not miss. Watoto wako hawatakosa. Your spouse shall not miss. Mchumba wako hatakosa. Because God Kwa is our sababu protector. Mungu May God bless you. atawalinda. Shalom, Mungu awabariki. shalom. Peace. Shalom. Abudiwa Bwana, tukuka Bwana, heshimika Bwana,
Yesu. Nasema yote iliyoliwa na nzige, Narudisha, narudisha. miaka yako iliyoliwa na nzige, Narudisha kwa jina la Yesu. miaka yako iliyoliwa na nzige, Narudisha, narudisha. iliyoliwa na nzige, Narudisha kwa jina la Yesu. nasema yote iliyoliwa na nzige, Narudisha, narudisha. narudisha yote. Come on. Rudisha, rudisha. We go. Come on. Rudisha, come on. Afya yangu iliyoliwa na nzige narudisha kwa jina la Yesu. Amen. Come on. Prophesy, prophesy. Pesa yangu narudisha. Amen. Hallelujah. Miaka yangu iliyoliwa na nzige. Narudisha, narudisha, Iliyoliwa na nzige. narudisha kwa jina la Yesu. Mali yangu iliyoliwa na nzige. Narudisha, narudisha, Narudisha yote. narudisha kwa jina la Yesu. Afya yangu iliyoliwa na nzige. Narudisha, narudisha, Narudisha yote. narudisha kwa jina la Yesu. Narudisha yote. Narudisha, narudisha, Narudisha yote. narudisha kwa jina la Wapi Yesu. makofi ya juu kama chapia Bwana Yesu makofi. Wapi dansi ya Yesu? Aibo. Nasema vyote vilivyopotea kwa nzige. Narudisha, narudisha, Narudisha yote. narudisha kwa jina la Yesu. Narudisha yote. Narudisha, Narudisha yote. narudisha kwa jina la Narudisha Yesu. kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Spirit, lead me where my trust is without borders. Deliverance Church Theatre, Life Transformation Center, welcomes you to a life-changing program, Tazama Juu. Within my feet, Psalms 121 says, our help comes from above, and your life will never be the same again. Tazama Juu. come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Together, let's connect with the heavens. Be blessed.